Habari za muda huu na asante sana kwa kutufanya kwa chaguo lako. Ni kualike sasa katika kipindi hiki cha Jimbo Langu. Jimbo Langu ni kipindi ambacho kukutanisha na wabunge ambao wanawakilisha wananchi kupitia katika majimbo yao. Nao hupata fursa ya kueleza yale ambayo yanaendelea katika majimbo yao ili wananchi wao wanaowawakilisha hapa mjengoni bungeni Dodoma wajue ni nini ambacho wabunge wao wanakifanya. Na kwa siku ya leo katika Jimbo Langu nimemwalika hapa mbunge wa jimbo la Nkasi Kusini. Huyo sio mwingine bali ni Moses Kaegele. Mheshimiwa Moses, ni furaha yangu kuwa nawe katika matangazo haya. Nashukuru sana pia. Karibu sana. Asante sana. Jimbo la Nkasi Kusini ambalo nakumbuka ilikuwa ni Nkasi moja, baadaye ikagawanyika Nkasi Kaskazini na Nkasi Kusini. Ndiyo. Unadhani kwamba kwa nini wakazi wa Nkasi Kusini walikuamini uje kuwa mwakilishi wao na wakaacha wengine wote? Ni kipi ambacho umewavutia mpaka wakaona kwamba waache wengine wote wakuchague wewe kuwa mwakilishi wao? Nikushukuru sana ndugu mtangazaji. Kweli mimi naitwa Moses Kaegele, mbunge wa jimbo la Nkasi Kusini. Kwanza niseme nina historia kidogo kuhusu siasa zangu. Ndio. Mimi ni kijana ambaye nimekulia mazingira yale sana. Nimesoma shule za kata katika ya jimbo la Nkasi Kusini, kwenye kata ya Kate ambayo ni makao makuu ya jimbo. Kuanzia kidato cha kwanza hadi cha 4 nimemaliza, nikarudi kuja kufundisha pale kujitolea, nafundisha bila kulipwa hata shilingi 10. Lakini pia nimekuwa mchezaji wa mpira. Kwa mazingira yale watu wamekuwa wakinifahamu sana. Lakini malezi ambayo nilelewa na wazazi wangu imepelekea muda mwingi watu waendelee kuniamini tabia wanaoiona na kuanza kulizika. Lakini kikubwa ni kwamba 2020 niligombea ubunge. Nikiwa kijana ambaye nilikuwa na miaka 33. Nilishinda kula maoni ndani ya Chama cha Mapinduzi, lakini vikao vya kimaamuzi havikunipa ridhaa ya kuweza kupeperusha bendera kupitia CCM. Baadaye 2021 Daktari Samia Suluhu Hassan aliniteua kuwa mkuu wa wilaya ya Butiama. Nimeenda Butiama kwa miaka 4. Kikubwa ni sehemu ambayo nilijifunza sana mambo mengi sana. Na niseme Mungu akiamua kukupitisha na kukulea, kila kitu inaweza katokea tu. Kwa mimi naona kwenda kuwa mkuu wa wilaya Butiama ilikuwa ni sehemu mojawapo ambayo nilipata fursa kupitia Daktari Samia Suluhu Hassan kujifunza siasa, lakini pia kujifunza serikali inafanyaje kazi. Na jambo hili nilipelekea ninaporudi jimboni 2025 wananchi wengi waendelee kuwa na imani na mimi. Kwanza nilishinda 2020, lakini pia kuwa DC na nimesimamia shughuli za Butiama. Kwangu binafsi niamini kwamba nisimamia kizalendo sana. Na narudi sikuweza kuondolewa wala kuhamishwa. Natoka pale kuja ugombea, wananchi bado walikuwa na imani kubwa sana na mimi. Lakini kikubwa ni kwamba nilikuwa na sera ambazo niliwaeleza wananchi nataka kufanya nini ndani ya jimbo la Nkasi Kusini. Na mimi ndio kichocheo kikubwa sana ambacho kilipelekea wananchi wa jimbo la Nkasi Kusini kuweza kuniamini na kunipa ridhaa kuwa mwakilishi wao katika mwaka 2025 2030. 2025 kuelekea 30. Sawa sawa. Na unavyosema kwamba yale uliowaahidi ndicho walichovutiwa nacho, ahadi zako. Unadhani ni ahadi zenye kutekelezeka? Au ulitafuta kura tu ili uchaguliwe kuwa mbunge? Ninaamini ni ahadi ambazo zinatekelezeka na nyingine zinaendelea kutekelezeka hadi hivi sasa. Kwa sababu kama mwanasiasa ambao umekuwa serikali unafanya kazi ya serikali, unajua ahadi zako haziwezi kaenda mbali sana na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kuna mambo ambayo makubwa sana niliangalia ilani ya Chama cha Mapinduzi itakuwaje, na mimi nikaona kwamba haya mambo ni yabebe kwenda kuyasitiza sana. Lakini hapo mambo mengine ambayo yalikuwa ni kwangu binafsi ambayo naamini katika ubunifu na kuweza kusaidia wananchi naweza nikayafanya. Kwa hivi vitu vilipelekea sana wananchi waweze kunichagua. Sawa sawa. Mheshimiwa Kaegele, tutazame kuhusu hali ya jimbo. Hali ya jimbo la Nkasi Kusini katika kipindi cha kama miezi 7 sasa kuelekea miezi 8 tangu umechaguliwa na wananchi wako. Nini kinachoendelea katika jimbo la Nkasi Kusini? Yako mambo mengi yanaendelea ndani ya jimbo la Nkasi Kusini katika sekta zote ambazo kimsingi ni kichocheo cha maendeleo kwa wananchi. Wakati tupo kwenye kampeni niliwaambia wananchi kwamba tunao barabara kutoka Nkundi nenda makao makuu ya jimbo hadi makao makuu ya wilaya. Tutaipandisha hadhi kuja kuwa TANROADS. Tunashukuru Mungu, nilimweleza Mheshimiwa Rais na hadi sasa imepandishwa hadhi hiyo na inalimwa katika kiwango cha TANROADS. Kwa hiyo unaona kwamba shughuli inaendelea na wananchi bahati nzuri wanaona na wananipigia simu. Barabara imeshaanza kulimwa. Kwa hiyo unaona ndani ya miaka miezi 6-7 ambao tumekuwa madarakani kwa sasa, unaona barabara hii inaendelea kujengwa. Lakini pia ukuja kwenye swala zima la afya. Tumekuwa na vituo vingi ambavyo vilikuwa havijakamilika. Serikali ilipeleka pesa milioni 500, milioni 250 kujenga vituo zaidi ya vituo 6 vya afya ambavyo vilikuwa vimesiza havijakamilika. Lakini hadi sasa ndani ya miezi 5 hii kwenda 6-7
kituo cha afya cha kata ya tarafa kata ya King'ombe ambacho kimekuwa mbali sana wananchi kupata huduma. Tumepeleka milioni 250 ili kukamilisha kituo hiki, kinatoa huduma, lakini ili vifaa tiba viweze kwenda kufanya kazi vizuri lazima majengo mengine yakamilika. Ndio maana tayari serikali imepeleka pesa pale chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan na kinajengwa hadi sasa. Lakini pia ukiangalia tunacho kituo cha afya cha kata ambacho nacho chenyewe tayari kipo kwenye mpango wa kuingiziwa pesa muda wowote ili kiendelee kujengwa na wananchi waendelee kupata huduma. Tunazo zahanati ambazo tunajua sera ya afya ni kwamba kila kijiji lazima kipate zahanati. Tulikuwa na zahanati tulikuwa baadhi ya vijiji kwa havina vituo vya afya, lakini hadi sasa zahanati. Hadi sasa tuna zahanati ya Kisura inaendelea kujengwa saa hizi, zahanati ya Kitose inaendelea kujengwa saa hizi, ambapo kimsingi huko nyuma hizi zahanati wananchi tu wajitolea kujenga, lakini walikuwa hajapata pesa. Tayari tumepeleka fedha. Tusisahau pia kwenye swala la elimu, tunaendelea miundombinu ya madarasa inaendelea kujengwa. Tunao shule za awali hizi hapa zaidi ya bilioni imeshapelekwa na inaendelea kujengwa hadi sasa. Ukiangalia muda mfupi wa miezi 5 hii, kwa kweli kasi ya maendeleo, ujenzi wa miundombinu, miradi mbalimbali inaendelea ndani ya jimbo la Nkasi Kusini. Sawa. Umezungumzia kuhusu sekta ya afya. Mwezi wa 4 mwaka huu ulifanya ziara katika moja ya kata zinazounda jimbo lako, na ukaonekana kutoridhishwa na ujenzi wa kituo kile, na umesema kwamba ujenzi wake hauko vizuri. Jengo limekamilika, lakini ubora, ulizungumzia kuhusu swala la ubora, na hii ni moja kati ya changamoto zinazokabili jimbo lako la Nkasi Kusini, ya majengo kutoonekana kuwa na ubora. Unakumbuka kwanza kuhusu hilo? Nilifanya ziara na nilitembelea kituo cha afya cha Kate kwa kimsingi kipo makao makuu ya jimbo, na nilipoenda pale sikuwa na shaka na ubora wa ujenzi, ila matumizi ya hovyo ya vifaa vya ujenzi ambavyo vilikuwa vimetelekezwa, ikiwepo nondo pamoja na mbao. Jambo hili linisikitisha sana, sababu Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa fedha kwa ajili ya kuwasaidia wananchi kupata afya katika hizi afya za msingi. Kwa kituo cha afya kiwepo hapo, wananchi wengi watapata huduma. Lakini watendaji wanapoachia sasa mbao ziharibike, nondo ziharibike, tafsiri yake ni kwamba thamani ya mradi na thamani ya fedha ile haitaweza kuonekana. Ilizungumza, lakini pia mheshimiwa mkurugenzi alichukua hatua kuhakikisha kwamba sasa nondo zinahifadhiwa na ujenzi sasa unaendelea katika kituo cha afya cha Kati. Lakini kwa maana ubora wa majengo yalikuwa yamejengwa yalikuwa standard. Sawa. Tuangalie kuhusu huduma za maji katika jimbo lako la Nkasi Kusini. Ni moja ya changamoto pia ambayo inawakabili wakazi wa jimbo lako. Tatizo la maji ni kubwa zaidi. Ukienda kuanza makao makuu pale na Manyere na maeneo mengine, ni maeneo ambako kuna tazamwa kwa huduma maji. Kwanza ndugu mtangazaji, jimbo la Nkasi Kusini la wilaya ya Nkasi na majimbo mawili. Jimbo la Nkasi Kusini na Kaskazini. Sasa na Manyere tukizungumza ni jimbo la Nkasi Kaskazini. Of course ni makao makuu ya wilaya. Kwa usitaki nizungumze sana, nije kwenye jimbo langu kulingana na swali lako hilo ambalo nimeuliza kuhusu huduma ya maji. Kwa sasa tuishukuru serikali kwamba tuna zaidi ya 75% ya upatikanaji wa maji ndani ya jimbo la Nkasi Kusini. Tunafahamu kwamba si maeneo yote ambayo yanapata maji vizuri. Zipo kata ambazo maji zinapata maji, lakini nyingine bado changamoto ya maji ipo kubwa sana. Lakini niseme kwamba serikali imeendelea kutoa fedha kuanzisha ujenzi wa miradi mingine mipya. Tuna mradi ambao umekaa muda mrefu wa kutoka Kate kwenda Mkangale, kwenda Kituchi. Mradi huu umekaa muda mrefu sana, lakini kwa sasa matumaini yangu ni kwamba tumeona kwenye bajeti inayokuja tayari serikali imeweka fedha pale zaidi ya milioni 111 ambao tunaenda kukamilisha ule mradi na unalisha zaidi ya kata 3. Tunaamini kwamba itapandisha sasa asilimia upatikanaji wa maji safi na salama katika jimbo la Nkasi Kusini. Lakini pia tumekuwa na kata ya tarafa ya Wampembe ambayo imekuwa na changamoto kubwa sana kimsingi ya maji, na hasa kijiji cha Kizumbi, kijiji cha Nganga, kijiji cha Katenge, kaenda Lupata, kaenda Msamba, kata ya Ninde kule. Lakini kwa sasa tunategemea hapa baada ya kupitisha bajeti yetu hii hapa, tutakuwa na mradi wa vijiji 11 katika kata ya Ninde. Tunategemea kwamba vitapewa visima vikubwa na kusambaza maji. Lakini pia tunao kata ya Kizumbi na Wampembe, na ukiangalia kwenye bajeti inayokuja bado imetengewa fedha ambapo tunategemea kwamba tutapata visima ambavyo wananchi sasa wataendelea kupata maji. Lakini tunashukuru serikali kwamba katika kata
kata ya Kala ambayo nayo ipo pembezoni mwa ziwa Tanganyika. Tumeshaanza kupata miradi mingine ambayo inatoa maji sasa hizi na wananchi wanapata maji. Tunao mradi mkubwa ambao umekuwa muda mrefu wa makao makuu ya jimbo, umekuwa ukitoa maji nao, lakini tunashukuru serikali imeingiza kwenye mpango kwamba inarekebisha mifumo ambayo imekuwepo muda mrefu ili sasa wananchi waendelee kupata maji safi na salama wakati wote. Sawa, umetaja eneo la Wampembe. Moja ya changamoto ya wakazi wa Wampembe ni kipindi cha mvua, maeneo yao mengi unakuta yanaathirika sana. Na wakati mwingine hata wavuvi wamekuwa na kilio kikubwa sana. Wamekuwa wakisema hivyo. Mwaka jana wakati ukifanya kampeni zako, katika ulivyofanya kampeni katika eneo hili la Wampembe, uliwaahidi kwamba utazungumza na serikali kuweza kudhibiti hali hiyo. Unakumbuka hayo? Ninakumbuka. Of course wananchi wa kata ya Wampembe wamekuwa na changamoto za hapa na za pale za uvuvi. Kumekuwa na changamoto huko nyuma ya ulinzi wakati wanavua, lakini tunashukuru serikali. Kwa muda mfupi tunajua tumepokea boti ambazo zinafanya doria kwa ajili ya ulinzi. Na ulinzi umeendelea kuimarishwa, lakini tumekuwa na kero za BMU. Nategemea ninavyoenda kwenye ziara mwezi wa 7 kwa sababu ni kata moja ambayo nategemea kwenda kuitembelea kwa sasa baada ya kumaliza bunge hili hapa. Kwenda kukaa na watu wa BMU pamoja na wananchi, tuwekane sawa. Lazima tufuate sheria, lakini pia hawa watu wanaosimamia sheria lazima wazingatie utu. Kama kauli ya Mheshimiwa Rais anayosema kwamba kazi na utu tunasonga mbele. Kwa lazima tufanye kazi, lakini lazima tuangalie utu wa watu, kisha kwamba wananchi wanakuwa na tabasamu ndani ya jimbo la Nkasi Kusini. Tumekuwa na, kama nilivyosema, tumekuwa na changamoto ya maji katika kata ya Wampembe, na nimesema kwamba la bajeti inayokuja alhamdulillah kwamba tunaenda kuwa na mradi wa maji katika kata ya Wampembe muda mrefu sana hawajui kupata maji safi na salama, lakini kiusalama, namna ambavyo wananchi utulivu bado upo mzuri sana ndani ya jimbo la Nkasi Kusini, hususan kata ya Wampembe. Najua kwamba baadhi ya kata za jimbo lako zimezungukwa na zipo karibu na ziwa Tanganyika. Ni kwa namna gani mmeshawishi serikali, wewe ambaye ni mwakilishi wa wananchi, ili kuona namna ziwa Tanganyika linavyoweza kutoa huduma ya maji kuwafaidisha wakazi wa jirani na pale ambao wengi bado hawana maji safi na salama? Nashukuru kwamba serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan imekuwa sikivu sana kwenye swala la maji. Unajua maji hana mbadala. Kwamba maji yakikosekana jamii inapata tabu kubwa sana. Na kama nilivyosema kwamba serikali imekuja na hiyo mpango wa gridi ya taifa ya maji, na ziwa Tanganyika ni sehemu ambayo pia gridi ya taifa itatokea pia kule. Na nisiwezi nikazungumza mengi kuhusu hilo, sio tutasubiri utekelezaji ufanyike, lakini matumaini yangu ni kwamba kama sio kata ya Ninde basi kata ya Mpembe pia tunaweza kupata pengine chanzo cha maji kama gridi ya taifa ili kusambaza maeneo ambayo kimsingi hana maji yanayoshima kando ya ziwa Tanganyika, lakini maeneo mengine ndani ya nchi yetu. Lakini kikubwa ambacho nimekisema kwamba nina kata 4 ambazo zipo kando mwa ziwa Tanganyika, ambazo nimesema ni Mpembe, Kizumbi, Ninde pamoja na Kala. Serikali bado imekuja na mpango kuhakikisha kwamba wananchi wanapata maji. Na ukiangalia maji mengi yanaweza kuchukuliwa ziwa Tanganyika, lakini mengine yanaweza kuchimbwa kwenye visima wakati tunasubiri gridi ya taifa inapounganishwa sasa waweze kupata maji na kutumia maji ya ziwa Tanganyika. Lakini kimsingi serikali ina mpango mzuri, na sisi na mimi kama mbunge nimeendelea kufuatilia kuhakikisha kwamba maeneo ambayo kuna kero kwenye maji basi wanapata maji, hasa wanaoishi mwambao mwa ziwa Tanganyika. Sawa. Tuweke kidogo hili la ziwa Tanganyika, tutarejea hapo baadaye. Tutazame kuhusu eneo la madaraja. Eneo la madaraja ni moja kati ya changamoto zinazokabili kata zako nyingi. Kilio cha madaraja, kwamba mtu anapotaka kusafirisha mazao yake, kwa sababu nyie kama ni dhahabu mtaita mahindi ndio dhahabu yenu, kwa sababu ndio maarufu zaidi wa zao mnalolima kule kwa Nkasi Kusini. Swala hili la madaraja mumefanya nini? Kwa sababu najua ni moja ya kilio cha wakazi wa jimbo lako. Ni kwa mazingira ya jimbo langu niseme tuna tarafa moja ya Wampembe ambayo yako maeneo ukiangalia kutoka Kala kwenda Tumbo unahitaji kufungua barabara. Utahitaji madaraja 3. Na nishaanza kuzungumza na serikali, ni kitu ambacho kinatia matumaini. Na naamini kwamba katika muda ambao unakuja lazima barabara ile ifunguliwe na madaraja yetu kuja, kwa sababu katika kijiji ambacho kina wakazi zaidi ya 4,000
lakini wanategemea tu njia ya maji. Kwa hiyo ziwa likichafuka watu waweze kufika katika maeneo yale pale. Kwa hiyo nategemea kwamba siku zijazo tunaenda kupata barabara, tukifungua barabara kwanza, lakini pia kujenga hayo madaraja. Ni matumaini yangu makubwa, sababu najua tunaendelea kuongea na serikali. Lakini pia niseme kikubwa kinachotutesa kwenye jimbo la Nkasi Kusini kwenye issue ya miundombinu ya usafiri na usafirishaji ni barabara. Ni katika tarafa hii ya Wampembe ambayo ina kata 4. Tunao barabara ambayo inatoka Wampembe kuja hadi Kitosi. Najua Mheshimiwa Rais alivyokuja nilimwomba kwamba barabara hii ingie kwenye TANROADS, lakini zaidi ya kilomita 50 zimeingia kwenye TANROADS, lakini bado hizo kilomita 66 ambazo ukiangalia hivi bado TARURA anaweza kuwa na uwezo wa kuzijenga. Na ndio tunaipigania, tunashauri serikali tupate fedha ili kisha kwamba sasa barabara hiyo inapitika kiangazi na masika. Hadi sasa kimsingi wananchi hawawezi wakasafiri kutoka saa 2 kuja Sumbawanga au kwenda wilaya Nkasi. Lazima waamke saa 8 usiku ndio waweze kuyafikia hayo maeneo kwa ajili ya mahitaji mbalimbali. Kwa niseme madaraja si sana, ni maeneo tu yale ambayo hayajafunguliwa barabara. Na watu ukiangalia barabara kutoka Liapinda kwenda hadi Msamba, hizo ni kata 2 ambazo hazijaunganishwa na barabara. Na leo asubuhi niliuliza swali kwamba serikali ina mpango gani, na Mheshimiwa Naibu Waziri amejibu majibu yenye matumaini, sababu hadi sasa tayari mkandarasi ushapatikana, tusubiri tu mkataba usainiwe, basi barabara hizo kufunguliwa. Barabara ifunguliwe. Kwa hiyo hii barabara inayokuja huku Sumbawanga, barabara inayokuja Sumbawanga kutoka kule, moja ya barabara ambayo ni mbovu zaidi ni kwamba unapoelekea kabisa kwenda kule Nkasi Kusini, kiungo kuna maeneo ambayo barabara imechimbika imeharibika, makorongo katika kupita. Wakati mwingine unakuta magari yanapita kwa shida sana, zile haisi zinazokwenda kule. Kwanza niseme tuna barabara kuu inayounganisha makao makuu ya jimbo, makao makuu ya mkoa na makao makuu ya wilaya. Kama nilivyosema hapo awali kwamba barabara hii ilikuwa chini ya TARURA na ilikuwa na changamoto zake nyingi sana. Ndio maana tuliomba serikali kwamba ipandishe hadhi ije kuwa chini ya TARURA. Na kweli imepandishwa, imekuwa chini ya TARURA na hadi sasa imeendelea kulimwa hadi sasa. Wakandarasi wako site wanalima ile barabara. Tunategemea kwamba itaendelea kupitika vizuri, sababu bado maeneo mengine hawajamaliza kulima, ambayo imekuwa ni changamoto kwenye gari kupita vizuri. Lakini matumaini yangu ni kwamba kwa kuwa tayari mkandarasi yuko site, basi barabara itaendelea kupitika. Sawa. Tutazame eneo la ajira. Jimbo lako hivi sasa nadhani kuna utafiti unaoendelea wa madini. Jimbo lako ni miongoni mwa majimbo pia yaliyojaliwa kuwa na madini. Eneo hili la madini pamoja na maeneo mengine ambayo uliwaahidi wananchi wako wakati wa kampeni mwaka jana kwamba swala la ajira kwako litakuwa ni kipaumbele kwa vijana, hili umefanya nini au ni upi mkakati wako katika kukamilisha haya? Shukuru. Mkoa wa Rukwa kwa jumla, vijana wengi tumekuwa tukijikita kwenye kilimo sana. Na ukiangalia ajira ya kilimo katika teknolojia ambayo tumekuwa tukitumia huko nyuma imekuwa ni ya msimu. Lakini sasa tunafanyaje? Tunashukuru serikali imekuja na mpango mkakati wa kuwawezesha vijana kupata mikopo 10%, lakini pia hii bilioni 200 ambayo imetolewa Mheshimiwa Rais kuwawezesha vijana kuweza kupata mikopo. Mimi kazi yangu nimeendelea kutoa elimu. Kwanza vijana waendelee kujiunga kwenye vikundi ili waweze kukopesheka. Na wakati Mheshimiwa Rais ametangaza kwamba serikali yake imetangaza kwamba watu waende VETA, mimi pia nilihamasisha ndani ya jimbo langu, tukapata zaidi ya vijana 15 ambao tumewapeleka VETA. Na kazi ninayoifanya mimi ni kuwawezesha vifaa. Kwanza wanapomaliza masomo, basi mtu anaweza kuwa na kompyuta, mtu anaweza kuwa na vifaa, kama anasomea umeme anaweza kuwa na vifaa ambavyo vitamsaidia kwenda kufanya kazi. Lakini kikubwa ni nini? Tumeamua kuwatengenezea vikundi ili waweze kukopesheka, waweze kupata ajira, na hasa ajira ya kuweza kujiajiri, kutoa huduma kwa jamii. Lakini pia ukiangalia, kwa nimekuja na mkakati kwamba kila kata, kila mwaka lazima tuone kwamba tunawawezesha vijana hata vikundi 3-4 waweze kusajiliwa, wapewe fedha kwa ajili ya wakope pesa kutoka halmashauri, waweze kuingia kwenye shughuli za kibiashara, kwa sababu kutegemea kilimo peke yake kuendesha maisha kwa changamoto sana. Kwa kama mtu yuko katika Ziwa Victoria, tunategemea kwamba akipata mkopo anaweza kununua mashine kumsaidia yeye kusukuma boti kwenda kuvua na kaendesha maisha yake. Lakini sambamba na hilo, tumekuwa na alimu mzuri sana wa madini katika mkoa wa Rukwa, ambaye amekuja kufanya tafiti nyingi sana ndani ya mkoa wa Rukwa, na hususan pia ndani ya jimbo langu. Ndio maeneo mawili ambayo tunaona utafiti unafanyika na unaonesha ishara nzuri sana ambazo tunaweza tukapata madini ya dhahabu. Tuna kijiji cha Nchenje, lakini tuna kijiji cha Izinga ambao tayari tafiti zifanyika na watu wameendelea kupata leseni. Lakini nini ambacho nimekifanya? Ndio jambo la msingi sana kuhakikisha kwamba vijana sasa wanapata ajira. Mimi kitu ambacho nimeamua kukifanya ndani ya
ndani ya jimbo la Nkasi Kusini na hususan kwenye sekta ya madini, kushirikiana na afisa madini wa mkoa kutengeneza vikundi vya vijana ndani ya jimbo langu ili waweze kupata leseni. Na ukipata leseni, maana wachimbaji wadogo kuendelea kusimamiwa sana serikali na kuwezeshwa kupata mitaji. Itawasaidia wao kuendesha uchimbaji mdogo mdogo, kuunganishwa na wale wawekezaji wakubwa ili waweze kupata ajira katika uchimbaji mdogo, lakini pia waendelee kupata elimu na kupata ujuzi mbalimbali kupitia wachimbaji wakubwa ambao wanaweza kuja kutumia leseni zile kuweza kuwekeza. Ni jambo ambalo nimejikita sana kuendelea kuwashawishi vijana kutengeneza kwenye vikundi, lakini pia kupata leseni. Jambo ambalo ninaamini alaimua mkoa wa Rukwa analipa ushirikiano mkubwa sana, tunashirikiana naye na inaenda kutoa tija kubwa sana hasa kwa vijana kuweza kupata ajira. Swala la viwanda vidogo kwa vijana umechukua hatua gani kuhakikisha kunakuwa na viwanda vidogo vinavyoongeza thamani ya mazao na hususan zao la mahindi ambalo ndio zao tegemeo kubwa sana kutoka pale? Viwanda vidogo kwanza niseme jimbo langu limegawanyika makundi mawili. Ambao Maziwa Tanganyika, lakini pia huku Manyikani. Sisi tukisema Manyikani ni sehemu ambazo ziko mbali na eneo la Ziwa Tanganyika. Ambapo huku sasa ndo watu wanalima sana. Kikubwa kinachofanyika ni kuendelea kutoa elimu. Kwanza watu waendelee kujihusisha na kilimo, lakini pia kuendelea kualika wawekezaji kuja kuwekeza ndani ya jimbo la Nkasi Kusini ili tupate viwanda vya kuchakata mazao yetu haya ili kuweza kuyapandisha thamani. Najua wapo watu ambao wataki kuja kuwekeza. Tunaye mwekezaji mmoja anatafuta maeneo ya kuwekeza kiwanda cha kuchakata unga, ndugu yangu Tawakali, lakini pia atakuwekeza kiwanda cha sukari. Kwa ni vitu ambavyo elimu ikitolewa sana, wawekezaji tukualika sana, tukatengeneza mazingira mazuri, tunaweza tukapelekea sasa mazao yetu hasa mahindi kupandishwa thamani na vijana wetu wanapolima basi na wao wakaweza kupata sehemu ya kuuza. Itawapelekea nayo baadaye kuweza kutengeneza viwanda vidogo. Lakini pia Ziwa Tanganyika tunaendelea kuzungumza na serikali. Kwanza kujenga vizimba ili vijana waweze kuwa na uhakika wa kufuga. Muda mwingine ziwa linafungwa, sasa likifungwa maana yake mtu anaweza kuendesha uvuvi na wale kule wanategemea uvuvi kwa 99%. Tunashukuru serikali kwamba hadi sasa haijafunga ziwa, kwa sababu inatambua kwamba hawa watu tutawapeleka wapi, lakini naamini kwamba tukijenga vizimba na mpango wa serikali kuendelea kutoa pesa kwa ajili kuwekeza kwenye vizimba, tunaweza kusaidia hata vijana ambao wa Ziwa Tanganyika kupata ajira kupitia vizimba, kwamba muda wote ajihusisha na uvuvi muda wote na msimu yote. So katika kumalizia mazungumzo yetu tutazame kuhusu eneo la nishati ya umeme. Umeme ni maendeleo. Vijana wa Nkasi Kusini, vipi fursa hii? Umefanya nini kwao ili kuhakikisha kwamba kwa sababu ni uzalishaji wa ajira pia huko lakini pia maendeleo katika jimbo? Kikubwa kwanza niseme wakati naingia madarakani kulikuwa na vijiji viwili vilikuwa havijafikiwa na umeme. Na hata vijiji 6. Lakini hadi sasa vijiji vyote vimefikiwa na umeme. Na wananchi wanaendelea kuunganishwa na umeme na wanaendelea kufanya. Ukiangalia mambo Maziwa Tanganyika, vijana wengi wakati watu wazima wamewekeza sana kwenye uvuvi wa samaki. Na wakikosa umeme umekuwa ni changamoto kubwa sana. Na ndio maana tulikuwa tukipigana kwamba mambo Maziwa Tanganyika vijiji vyote vifikiwe na umeme ili sasa wanapovua samaki zao zisiharibike, ziweze kupandishwa thamani, naweza kwa zihifadhi zikakaa hata wiki moja bado zina ubora ule. Kwa kwenye nishati ya umeme ninashukuru kwamba kwa kweli kwa sasa tuitegemea mtu atoke Wampembe, atoke Nindi aje atengeneze mlango Sumbawanga. Lakini kule watu wameanzisha uchomeleaji, ajira wanapata na wananchi wananunua milango grili kwa bei nafuu bila kusafiri, kwa sababu hata kama imemuuzia pale pengine bei ya Sumbawanga imeongezeka shilingi 5,000 au shilingi 10,000, lakini kutoka Nindi, kutoka Mpembe, kutoka Kala hadi Sumbawanga nauli si chini ya shilingi 20,000 mtu ajala. Kwa jambo hili limewapunguzia kwanza adha ya kupata mahitaji yao mbali sana, badala yake wanapata maeneo ya karibu sana, lakini pia kwa bei ambayo ni nafuu, ambao wananchi wa kawaida wanaweza kuafford kununua vile vifaa kwa ajili ya ujenzi na hasa ujenzi wetu wa nyumba. Kwa nishati ya umeme kimsingi tunashukuru kwamba tunaendelea kumaliza, tumebaki kama vitongoji 34 ili tuweze kumaliza vitongoji vyote, wananchi wote waweze kufikiwa na umeme, na mpango wa serikali kwamba hadi 2030 kila kitongoji kitafikiwa umeme. Na nikiangalia ndani ya jimbo la Nkasi Kusini mwango unaonekana tunaenda kumaliza vitongoji vyote. Unatazamia kuiona Nkasi Kusini katika kipindi cha miaka 5 ikiwa na taswira ipi ya uongozi wako? Kwanza naitazamia kuona kwamba ni
jimbo ambalo linaingilika muda wote, linapitika muda wote. Ni jimbo ambalo huduma za msingi ikiwepo afya, maji zipatikane katika maeneo ya karibu kwa wananchi. Najua ni mpango wa serikali, lakini kazi yangu kama mimi mbunge ni kuchochea, ni kusimamia, kushauri serikali hizo huduma za msingi ziweze kuwafikia wananchi pale pale walipo. Sasa hasa huduma ya maji na huduma ya afya, ambapo kimsingi hivi vitu imekuwa ni changamoto watu kuvifuata mbali sana. Lakini kikubwa ninatazamia kuona kwamba, natamani kuona kwamba siku moja mpigaji wa mwisho wa penalty ya Tanzania atoke jimbo la Nkasi Kusini. Maana nimeendelea kuhamasisha vijana kujitokeza kushiriki michezo, na hapa katikati kama uliona nilikuwa na jambo la kushika kwamba kila jimbo ipate shule ya michezo. Lengo nini? Hizi majimbo ambayo hapo pembezoni mwa nchi tuna vipaji vingi sana, lakini kuonekana imekuwa ni changamoto kubwa sana. Sawa, serikali imekuja na mpango kwa kwanza na shule 56, lakini baadaye wataongeza shule nyingine. Imani yangu ni kwamba na mimi ndani ya jimbo la Nkasi Kusini lazima nipate shule, ili watoto hawa ambao Mwenyezi Mungu aleta duniani kucheza mpira waweze kuonekana watumikie taifa letu kupitia soka. Kwa tutegemea siku moja timu kubwa tutegemee kupata wachezaji. Mpigaji wa mwisho wa penalty, iwe ya Simba, iwe ya Yanga au Taifa Stars, ipo siku atatoka jimbo la Nkasi Kusini. Na hasa serikali kiniwezesha kisha kwamba napata hii shule ya michezo. Mheshimiwa Mbunge, kwa nukta hiyo, pengine labda kama una neno moja la mwisho la kuhitimisha mazungumzo yetu ambacho ungependa kuongea na hujakiongea, tutimishie hapo. Kikubwa niendelee, kwanza nikushukuru kwa nafasi ya kuweza kuzungumza mimi katika kipindi hiki cha jimbo langu, lakini niendelee kuwaomba wananchi wa jimbo la Nkasi Kusini kwanza kuwa na utulivu, kuendelea kushirikiana na serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni serikali ambayo inajipambanua, ni serikali ambayo imekuwa na lengo la kuwatumikia Watanzania. Lakini kikubwa pia kuendelea kulinda miundombinu ambayo inaletwa huko ndani ya jimbo la Nkasi Kusini, ili iweze kutumika vizuri na wananchi waweze kupata mahitaji yao katika mazingira yao. Lakini kikubwa pia wanipe ushirikiano. Mimi nitapa ushirikiano, nitawasemea, lakini pia mnipe ushirikiano katika kuongoza hili jimbo la Nkasi Kusini, ili kama wana Nkasi Kusini tuweze kunufaika na awamu hii ya 6. Kwa nukta hiyo nikushukuru sana Mheshimiwa Mbunge Moses Kaigele katika kushiriki kwenye matangazo haya, na tukualike tena wakati mwingine pia. Asante sana kwa muda wako. Naam, kwa muda huo tumekuwa na mazungumzo hapa na mbunge wa jimbo la Nkasi Kusini Moses Kaigele, ambaye almaarufu mwalimu, kule kwa huita mwalimu kwa sababu aliwahi kufundisha kujitolea. Kwa hiyo tulikuwa tukizungumza naye, na ndio tumefika mwisho wa matangazo haya. Tafadhali ungana nasi tena juma lijalo katika kipindi kingine kama hiki cha Jimbo Langu. Kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha matangazo haya, mimi ni wako Gabriel Zakaria. Uwe na siku njema.